Habari na karibu kwenye tutorial hii. Jina langu ni Matilda Ngasa. Hapa naelezea kwa urahisi kabisa jinsi ya kutengeneza rangi mpya kwenye Adobe InDesign. Utajifunza hatua kwa hatua jinsi ya kuunda rangi kwa kutumia tools mbalimbali ambazo utazipata hapa kwenye programu hii ya Adobe InDesign. Kwa kutengeneza shape mbalimbali, tutatengeneza majarida, maybe tutatengeneza vitu mbalimbali ambavyo unataka wewe. Hata michoro pia unaweza ukaiwekea rangi mbalimbali ambazo unataka. Kwa hiyo hapa ukishafungua programu yako ya Adobe InDesign, utaenda ku open new file. Ukisha open new file, utachagua custom yoyote ambayo unataka kuitumia. Custom yoyote ambayo unataka kuitumia. Mimi nitachagua hii customs. Then hapa ni project yetu hii hapa ambayo unaiona hapo. Ukitaka kujua rangi zinazopatikana, kwanza kabisa kuna haka. Unaona hii mshale ambayo imeshabi highlighted. Ishabi highlighted hapa hivi. Iko sehemu utaona kama iko hapa, iko na huku. Huku kwa neka mshale utaona kuna rangi ambazo zimeshawahi kutumika. Hizi rangi ambazo mtu amefanya kazi akatumia, kwa zimebakia, zimehifadhiwa hapa. Hizo kuna rangi hapa zipo chache, lakini ni rangi ambazo pia ukifanya kazi utazikuta hapa. Pia sehemu nyingine kuna hapa mahali pa swatches. Mahali pa swatches. Hapa kuna swatches, pia kuna rangi ambazo hizi zile ambazo ziko huku utazikuta pia huku. Hizi rangi ambazo zipo huku utazikuta huku pia. Ni yale tuseme. Ila kama unataka kuunda rangi yako mpya, utaenda hapa. Uta double click, then zitakuja rangi ambazo zote unazitaka. Sasa ili tuchole na uone jinsi gani ambavyo shapes mbalimbali unaweza kuziwekea rangi, then niweza nikachukua nikachora mchoro wangu hapa. Hii ni rectangle. Then nikaja hapa. Nikaja kwenye hiyo. Nikaja kwenye tools yangu, nikachagua rangi yoyote. Nikasema nichukue hii. Umeona? Hii rangi ambayo nimeichagua hapa kwenye hii tools yangu. Hata ukienda kwenye swatches pia yale. Utaona hapo kuna hii rangi nimeshaichagua, nimeichoose, so itaonekana. Ila lakini kama nataka kubadilisha niseme pia kama unataka kubadilisha ubadilishe rangi, weke rangi ambayo unaitaka. Mfano kama nataka kuweka rangi ya purple, nitakuja hapa kuna hii tools yangu ambayo utaona kuna rangi nyingi ambazo nataka create. Mfano mimi nataka rangi yangu ya purple. Nikiendelea kushuka rangi unaona rangi inabadilika, rangi zinabadilika. Rangi inabadilika. Pia unaweza kupata blue, rangi yoyote ambayo unaweza kuhitaji, unaweza kuipata hapa. Mfano mimi nachukua rangi yangu, nataka rangi ya purple, nitachukua hapa. Then nita-add to swatch ili kuisave. Then nita click. Unaona kule imebadilika, hata huko unaona imebadilika, then nita click okay. Then tuone rangi yangu ya hapa imebadilika. Pia umeona rangi yako imebadilika, utakuja hapa. Ukiangalia hapa rangi ambayo imebadilika hii hapa. Rangi ambayo umeisave. Hapa. Hata huku kwenye swatches ukiangalia rangi ambayo hii umeibadilisha itakuja huku chini. Itakuwa imehifadhiwa kwenye swatches huku. Kila rangi ambayo utaitumia lazima ihifadhiwe huku. Hata kwenye maandishi ni vivyo hivyo. Kwenye maandishi kutaka kuandika maandishi yoyote yale. Mfano nataka kuandika maandishi hapa. Nataka kuandika maandishi yoyote, nitaandika mfano group number 1. Nita click, nita-highlight niweze kuongeza ukubwa na rangi. Mfano nitatumia 48.
Umeona? Nikitaka kuweka rangi ni hivyo hivyo. Ndio hapa kuna text itakuja, utaangalia rangi gani ambayo inafaa, na nikiweka hapa maandishi yangu yataonekana vizuri. Ni wewe mwenyewe. Mfano nikiweka, tuweke mfano green tuweke tuweke rangi yangu ya njano, nita add to swatch, then nita click okay. Tunaona kwamba rangi pia hapa imebadilika kwenye maandishi. Hivyo hivyo utakuja utaangalia rangi ambazo zimeadiwa huko. Utaona hapa hivyo. Baada ya kutengeneza rangi mpya, unaweza kuendelea kuzijaribu kwa kutumia mchoro huu kwa kuweka rangi tofauti. Unabadilisha rangi tofauti wewe mwenyewe ukihitaji. Naweza ngasema nataka rangi yangu sasa hivi iwe green. Na unataka rangi yako iwe green sasa hivi hapa green, na click green, na nasema nataka rangi yangu iwe green iliyokolea sana. Na kuja hadi mwisho nitapata rangi yangu, ina add to swatch. Utaona kule imebadilika. Ukiona imebadilika, then na switch okay. Utaona rangi yangu hapa. Na ukija huku lazima itakuwa imesaviwa. Utaona hii hapa rangi yangu nimeisave. Na pia kwenye swatches ukija utaona pia rangi yangu hapa imesave. Kwa hata baadaye utakuja kutumia baadaye hizi rangi, maana zitakuwa zimeshajisave, unaweza kutumia baadaye. Kwa hiyo jitahidi kufanisha rangi kulingana na lengo lako la design. Kama ni kwa brand, weka zile zenye utambulisho maalum. Kama ni kwa majaribio, ni fursa nzuri kujaribu mchanganyiko tofauti wa rangi. Na kuelewa madhara ya kila toni la rangi kwenye muundo. Hii ni hatua nzuri ya kujizoeza kutumia rangi zako na kwa kutumia hii program yetu ya Adobe InDesign kama sehemu ya muundo wa kitaalamu Kwa hiyo tumia rangi mbalimbali. Mfano pia nataka rangi yangu iwe red. Nataka rangi yangu iwe red. Nita add swatch. Lazima load kama una rangi yako haijaje. Unajua kabisa hapa sija click. Lazima ni click. Lazima nije hapa. Then utakuja sema nataka rangi yangu iwe red. Unakuja unaonesha my red, where's my red? Unakuja hapo, then una add swatch. Utaona imebadilika sasa hivi, then una click okay. Kwa hiyo huu ndio utaratibu wa msingi wa kutengeneza na kutumia rangi ndani ya Adobe InDesign. Ukiweza kumudu watu hizi, tuweza kuunda layout zenye mvuto, usawa wa rangi na utambulisho wa kipekee kwa kila kazi unaoifanya. Kwa hiyo tutorial nyingine zinazofundisha hatua kwa hatua kuhusu Adobe InDesign na program zingine za InDesign unaweza kumfuatilia Sememba Academy kwa mafunzo mengine ya kina na kujifunza kwa urahisi zaidi, maana na tutorial nyingi ambazo anafundisha. Unaweza ukapata kuanzia tutorial ya kwanza hadi tutorial ya mwisho kwenye Adobe InDesign na mafunzo mengine ambayo anaweza kukufundisha. Asante na karibu tena.